manukato. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo ukawe manukato. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo ukawe manukato. Wewe Bwana uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo ukawe manukato. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo ukawe manukato. Wewe Bwana uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo ukawe manukato. Zoi wangu ona kupenda, zoi wangu ona kupenda, nakupenda, nakupenda Bwana wewe, nakupenda mnyunyizi wangu, nakupenda, 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 nakupenda mnyunyizi wangu, nakupenda, nakupenda Bwana, nakupenda, nakupenda, nakupenda mnyunyizi wangu, nakupenda. Umenyunyizia maji katika ukame, wakati unyauke, ona kupenda. Umenyunyizia maji wakati wa ukame, wakati ninyauke,
niwe jasiri, kwa amani nayoridhi yanifanya niwe jasiri, yanipoza nikirukaruka Hosana. Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayoridhi yanifanya niwe jasiri, yanipoza nikirukaruka Hosana. Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayoridhi yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka. Haleluya, Hosana, amen. Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayoridhi yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka. Hosana, amen. Waambie wanaolia na kuteswa na mali zenu, wangojeni neema yake na rehema zake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana. Waambie wanaolia na kuteswa na mali zenu, wangojeni neema yake na rehema zake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana. Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayoridhi yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka. Haleluya, Hosana, amen. Yanikuza dunia ujue kwamba Yesu wako. Sikiliza dunia ujue kwamba mimi si 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 wako. Yaliyokuwa faida nayahesabu kama hasara. Yaliyokuwa faida
na moto nitapita, kwenye uvuli wa mauti ninaye, sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tu maneno ya uzima nibadilishe yote. Waweza tu maneno, waweza tu maneno ya uzima nibadilishe yote. waweza tu maneno, Waweza tu maneno ya uzima nibadilishe yote. hata usiyafanye, Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. hata usiyafanye, Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. hata usiyafanye yote, Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. hata usiyafanye, Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Hallelujah. Give praise. Haleluya. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Hebu salimia mwenzako jioni ya leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Mwambie tunataka kumsifu Bwana kwa jina la Yesu. Wacha wivu Bwana. Mwambie tunataka kumsifu Bwana. Kwani amekukosea? Najua utapata mtu amekaa na adui wake, anashindwa huyu jamaa ananiambia tena nifanya nini? Jina la Bwana lipewe sifa. Amekwambia aje? Ako tayari kusifu? Ama ako na kiwaru fulani? Ako swafi? DJ amesema ako mpya milele yote. Haleluya. Nataka yani hiyo mwili itembee, hiyo mwili itakuliwa na mcho. Haleluya. Hiyo mwili kama ni kuchezea Yesu, mchezee ukimaanisha. Yani tusikie ukimchezea Bwana. Weka kama mkono kako namna hii. Nataka tuende namna hii. Unamwinua Yesu aliyekupa uzima. Sijaona mtu wewe. Mwinua Yesu. Tuende. Inua Yesu jamani, weka mikono yako tu. Sasa nataka umchezee Yesu kwa maringo kidogo. Haleluya. Nataka alafu nikihesabu a 1, a 2, a 3. Tuende tukozo na nguvu. A 1, a 2, a 3. Chukua na maringo. A 1, a 2, a 3. Sijaona wewe, sijaona.
Wacha nirudi upande huu, sijaona huku. Unachukua na nguvu kidogo, maana ni zako. Unakatalia baraka zako kwa jina la Yesu. Haleluya. Sasa nataka urukie Yesu kidogo. Nataka twende wewe. Rukia Yesu kidogo wewe. Sijaona shika kiruka hapa. Ruka kwa Yesu jamani. Sasa weka hivi. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. 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 Anayekupenda ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Anayekujali wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Anayetuponya ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Twende hivi sasa. Sasa nataka tusome ni wa uzima. Haleluya. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. 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 Yesu ni wa uzima wa milele. wa uzima Wa milele. wa uzima Wa milele. Sasa weka hivi. Chukua hiyo uzima, ni wa uzima. Sasa nataka uende hivyo ukimaanisha haleluya. Chukua. Hizo ni baraka zako, unachukua kwa jina la Yesu. Chukua hizo baraka wewe. Sasa twende hivi, mikono yote mbili. Twende. Chukua kwa maringo. Sijaona mtu akichukua kwa maringo wewe. Ukiwa kwa Yesu, hii furaha yote inapatikananga kwa Yesu. Sasa nataka uende hivi. Tuweke nguvu, nataka uweke sasa, tuweke nguvu. Fanya hivi. Hiyo mikono nataka itie nguvu. Sasa unaenda.
Ona Pastor David tukwani. Chukua muziki wa Yesu wewe. Sasa nataka nisikie makofi ya Waruya hapo. Weka hiyo makofi. Nataka nisikie makofi ya Waruya. Hallelujah. Yesu mwana wangu uramuwanje Yesu uramuwanje baba uramuwanje Yesu uramuwanje Yesu uramuwanje Yesu mwana wangu uramuwanje Yesu uramuwanje hallelujah uramuwanje Yesu uramuwanje Yesu uramuwanje Yesu mwana wangu uramuwanje. Sasa nataka tuna Sasa tuende namna. Sijaona mtu akienda na mapepo. Nani naye mwana wa wele, nani naye mpaka ngausie. Nani naye mwana wa wele, nani naye mpaka ngausie. Nani naye mwana wa wele, nani naye mpaka ngausie. Nani naye mwana wa wele, nani naye mpaka ngausie. Nani naye mwana wa wele ko, nani naye mpaka ngausie. Mwana
bakandausie. Sasa nataka uende na mlima. Unanendaye mwana wa wele, unanendaye bakandausie. Unanendaye mwana wa wele ko, unanendaye bakandausie. Unanendaye mwana wa wele, unanendaye bakandausie. Ni mmoja dunia na mbinguni. Mungu wetu ni mmoja wa dunia na mbinguni. Mungu wetu ni mmoja duniani na mbinguni. Mungu wetu ni mmoja duniani na mbinguni. Baba wetu ni mmoja duniani na mbinguni. Mungu wetu ni mmoja duniani na mbinguni. Baba wetu ni mmoja duniani na mbinguni. Mungu wetu ni mmoja duniani na mbinguni. Mungu wetu ni mmoja duniani na mbinguni. Mungu wetu ni mmoja duniani na mbinguni. Baba wetu ni mmoja duniani na mbinguni. Mungu wetu ni mmoja duniani na mbinguni. Piga hiyo makofi sasa. Kula, Haleluya. Watu wale wanapenda kigosho. Ruka. Sijaona mtu akiruka. Twende. Gai wa kwa, gai wa kwa,
Ngoro yakwa ikaigua wega, ikaigua wega, tondũ wa mũhonokia. Ngoro yakwa nĩĩrakena, ngoro yakwa ĩgatuma tuma, ngoro yakwa ikaigua wega, ikaigua wega, tondũ wa mũhonokia. Ngoro yakwa nĩĩrakena, ngoro yakwa ĩgatuma tuma, Inua mikono yako juu. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Hii ndio unasikianga ya kwamba lullaby. Na kama vile Mungu ameachilia anga yake iko wazi. Nataka tufungue kinywa chako, mwambie Bwana, nena na moyo wangu tena kwa jina la Yesu. Mwambie tu Bwana asante. Fungua kinywa chako, mwambie tu Bwana asante. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana asante. Fungua kinywa chako tu, mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante. Sound please. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana tu asante. Mshukuru tu Bwana kwa wakati kama huu na majira kama haya. Huyu Mungu wa mbinguni anataka kusema na wewe mara tena kwa jina la Yesu Kristo. Hii ndio neema Bwana anaachilia wiki yote nzima kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Fungua tu kinywa chako, ongea na Bwana. Wale wote wamekaa upande huo, simama kwa miguu yenu miwili. Simama tu kwa miguu yenu miwili. At least mwambie Bwana asante kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana asante. Tunakushukuru. Mwambie Bwana tu asante, amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu na hata bado amekutunza. We thank you and we give Only you please. Inua tu mikono yako juu. Inua tu mikono yako mbele za Bwana.
Inua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Nasema asante kwa kutukutanisha tena katika huduma hii ya jioni ambayo unaitumia kutufundisha maneno mengi. Asante kwa mipango yako mizuri. Nitumie tu kama chombo nikaweze kuzungumza na watu wako, na nikawa wa manufaa, nikawa wa faida kwao, nikawabadilishe na wakaweze kuelewa jinsi unavyotaka. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Tunaweza kuketi tu kwa muda mdogo tu. I won't take much of your time. I just want to take some few minutes because we took a lot of time in the morning. Tulichukua muda mrefu sana asubuhi, lakini ni vizuri tena tukachukua muda mzuri kwa ajili ya Mungu. Salimia mwenzako, mwambie karibu tena. Na ningetaka watu wote tukae hapa katikati. Ashas, ningeomba watu wote wakae in the middle so that we can concentrate from one angle. Ningeomba unipatie Acts, Matendo ya Mitume 16 from 25 Acts 16 nataka tuelewe kuhusu. Ningeomba tu pia mtengeneze sauti hizi za monitors. Hiyo ipo, sijui nitaiba, sijui ni sacrifice nitatoa, kwa sababu inaonekana mdomo imeshindwa kazi kabisa hapa. Chapter number 16. Tutaanza hapo 16. Acts 16 chapter 16 verse 16. Then tutaenda tukisoma tu pole pole. Acts 16 from verse 16. Tunataka kuzungumzia kuhusu generational marriage covenants. Generational marriage covenants, the covenants that are in marriages that are of generational nature. Covenants ambazo ziko kwa nini? Ambazo ni of generational nature. Most of us, we have failed in marriages not because the marriages are not good. Most of us tumefail katika ndoa zetu sio kwa sababu mabwana wana behave kama wanyama. Wakikuyu, arume ni nyamu, ni kwa ria ciaragia. Aterigate. Arume ni nyamu, ni kwa ria ciaragie. Ukuheni omothe na ni ahenetio ngi. Rosi. Nidona ule wakena.
niĩ ndĩ nyamũ tandora wega ndĩ nyamũ no kainia mũtwe no mũthuri auga ndĩ nyamũ hapana nimemuuliza ndĩ nyamũ Bwana asifiwe sana. So in these marriages that you are in, there are covenants behind them. There are altars behind them. And that is why it's very important for you to identify the man or the woman in your life. And not only identifying, is also doing what we normally call a spiritual understanding and a mapping. A spiritual understanding and a mapping is understanding kwa undani. Huyu mwanamke nimempata ama huyu mwanamume nimempata ni wa clan gani na ni tribe gani. It is very important. I know you will say mimi nimekuwa tribal, lakini ni very important, very important, because each tribe, me I am a Mugekoyo not by faking, not by fluking. I am a Mugekoyo because God wanted me to be a Mugekoyo. God created me so, Penina. So I have no apologies to make because of me being a Kikuyu. God wanted me to be a Kikuyu. And he had a reason for me to be there, to exist as a Kikuyu. He created a Luo, and he had a reason for the Luos to be there. And he created them with a purpose. Luos are not there by fluking. They are not here by mistake. We have Somalis. They are here because God wanted to communicate them through that way. Because tribes are dynamic. God wanted us to be like that. That is why kwa nyumba ya Jacobo inatoa Juda, inatoa Naftali, inatoa nani? Ephraim, inatoa tribes. Those are tribes from one father. Bwana Yesu asifiwe sana. And each zinakuwa na tabia na mipango na mitulire yao. Sema mitulire. Yes. So ukikuja kwetu, mimi kama Mkikuyu nilitengenezwa hivyo, and I don't regret to be a Kikuyu. I celebrate being a Kikuyu because that was the will of God over me. Angetaka angeniita Kanogo, angeita Kanyau, na ningekuwa bado ningefurahia. Maana hata paka imetengenezwa na Mungu. Hata ile mende unachukia kwa nyumba yako imetengenezwa na Mungu. Hata chawa imetengenezwa na nani? Na Mungu. Na mimi naonaga vibaya sana mkiua chawa. Maana imagine wewe ukiuliwa. Chawa iko na breathing, iko na damu kama wewe, si ndio? Wai, sasa wakati kama wewe unafiinyo ulio hii nyagada wega kuali, ogehinyo ugeigwa ate. Yeah? It's painful. I'm trying to reason with you that these things that you see, they are not just things happening in our life. Things are there because God had a plan for us and have a reason for this. Therefore, when you are getting married, I want you to be specific on marriage today, because I'm a victim of marriage. Bwana Yesu asifiwe sana. And I'm a victim of what? TDH, tall, dark, and handsome. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiuliza Wairimu ananiangaliaga na jicho ingine ya tall, dark, and handsome. Hallelujah Wairimu. Hallelujah. Najua I love Wairimu because najua kule tumetoka na yeye. Nikorema nikamutoke karemi kanini. Ni arageria kurema. No ndukuhota kuremera guku. Onageria kura, onageria kwira mure. Utire kundu guthie. Macio ni matDH marora. Tondu nikuraremire, nikurarifire. Eko kire hawe na agenda. Utatoka na hiyo agenda tu. Utatoka hivyo kama you go out a very disappointed woman. Very dejected. Because this character, huyu mtu unaona hapa mbele yako, this character ni kimutu huwezi kukielewa. Aki. Anajiriga nikimwenda kuma gwike mundu gike. I don't know. Jane, nikimwenda. Kotagiroma history ya mundu, understand we mundu tutikihotana nake. Just a history will tell you. Mundu thiete njera maita 52 ri.
na ndathia kwa nyina kuruga ri mundu ucio urenda gwiciria urenda kumwiciria atia mundu yeto thumu ndarakua maita kenda bwana asifiwe sana mundu utumaga bururi mugima ugagae ni ndagika na nuthu mukiurano nake haha ucoka guthikiria Garissa na niakia mwaki Garissa ugithikagiria hanini niaka mwaki na urenda mundu wa kwenda riu miaka ene yaku mundu gwitwo Charity ri ni miaka ya kwenda kimundu girathi ndi ndurenda kimundu gia guikaraga haha unyitirire urikave miaka ere uthukitie ndetiguo tondu ithe ndorerete ciana ithi tindereku tigo ciara turaka guciara turoka kunyitana haha tuthiaga ta tucoco tukuru twakuria Marindi na tuthuri tukuru twakuma Itari nigetha turikave miaka na tufanye kazi ya Mungu uwe nikigitumaga uke haha uikaraga haha uikarete ugo utegeire ana wewe wa TDH oyo niwe ndenda kuhikia no uduge no udege uguo hiana kirugamo tiga kikonoko eheria maundu maya mangi no udege bas tigira hau tamere atiriri gwitagwo atia twamenyanirie atia na twamenyanire ko nigetha no mecirege ndenyeje Mwathani agocwo. Hallelujah. Jitagwo Reverend Miriam Wairimu. I'm a Reverend with Peace USA, and twamenyanire nake nini Ngai wanjariri uhoro wake 2019. uwe ne Ngai wakwa aririe ni muraigwa tuthi na mbere anjariri uhoro wake about call yake weko ndi America kundu gwitagwo Montana. Amen. Akijira ndimuhurire thimu no ari na namba orije kuna namba yakwa ndari YouTube ngiuria andu mundu ina namba ya ndura waruingi andumire. It took some time no rira ndamionire ngimuhurira ngimwira uria Ngai arauga augire atia Ngai anjirire atiriri ati uyu ni wocaguritwo kuohora ciana cia Israeli kuma kombo-ini. Mwathani akinjira he is a Moses. Amen. Na akinjira Ngai aturite amwetereire akinjira ndimurie uria macemanirie na Ngai na maranirie atia na maundu maria Ngai amwirite. Gicoka ngidisappear. ni muigwa mutumia njugaga wahurire thimu nigana ndidera uguo mutumia wahurire thimu America na ngianirira ngiuga we mutumia wakora uri omwe uri hurira thimu uyu no wahurire thimu na ahurire na private number akenjira uria Ngai arenda na mutumia uyu nene makuhia ikihoria thimu ndiamuonire haha nira iyo miaka igana from 2019 ginya riu uturite ujigite na anxiety nduraga nyanagirira maredio-ini na ma TV na ma YouTube-ini wonu hari uri uyumirie uke unjire wanjiraga atia tondu na hingo ni ndaturaga na dia hujagi This was the right time. Okay, Mwathani anjirire njeterere ndukimere ndurite njeterire miaka yothe even when I came back dokire 2021 Kenya back 2021 ndurite njeterire ngera Mwathani when you tell me to go look for him nirionga mwetha no ndiamenya ni arajetha. By the way, I never heard about it. Another guy wuthikagiria YouTube no andumeire a clip on Facebook Messenger today namba yakwa akija ndura waruingi is looking for you. Today I think they were among the people who gave me his number. Akijira ndura waruingi is looking for you ngimira sawa. That clip ngimira godiamethikiririe tondu gucia gwite na kuthini it disappeared. So the other day ngimwikira hau ngeja kumwatch to na my mom niyo ndaiguire tuko Mwathani anjira now go now look for him.
this is the time. On 24th is when I looked for him. 24th this month. And you know 24th is prophetic because this is the year 24. And 12 times 2. I know if you're prophetic, you understand. Oh, thank you, Holy Spirit. So I believe... So I believe this is the right time for God to do what he wants to do. You know, when God speaks, he doesn't, like that thing does not happen there and then. Amen. Na nawezekana hajajulikana sana. Kana kuna watu mamupuuzaga. Ona maigua kiaria. Nie onene mudu itagedire gwetha. You know? Digedire ginya kumuito ndiriwa kimenyora twa muibereo. So me it's a dream. When the Lord started to reveal to me who the Africans are, akejira kwe mudu jitite neta wo no na direnda wethe namba yake omuhurire omwire ashoke aigire arugame call-ini yake tondu hari undu direnda gwika iguru ria Africans. Mwathani agocwo. Na 2019 yore hindio mwathani aranjira ri ndiraririo muthi utuku na that night nirio George Floyd arahihinywo ngingo, but I didn't know. Ko aranjaririo utuku kiroto-ini ni gukira ndakorire news cia George Floyd. That, so if you can go and Google that night that he was killed, that was the night by the way, I don't remember that date. No, Dore, because when I'm speaking here, so that night, that was the night alirio horo wake, na mwathani akijira utukosha akijira. Now is the time because 400 years are over from now. Maybe the exact date. And you can research and know when was the first date, when was the year that the first African was taken from Africa to America. Nagiona ni 1619. Akejira add 400 years. Eyoka 2019. Akejira, I have heard the cry of my children. Maturite go kumaderire. Na hidio mtu kushoni wanyonide. Ni bere odia shugurika kumenya who are these black people. I didn't care. Dona dida kumenya kuna maumete dona maria dum amwete yo. You know how we take the black Americans. Ona dogede kenya kwa nanirio na gosho goda farao. You don't want anything to do. Hado do that wereto. Hado do tuwereto tuka mamena kenya ithu Africans. Tuka mena area. Na ona dia menya odia shugurikaga. But that night ndio mwathani ajerire terere. Toria dai nuire Musa na ngimuita ndetire ndungata yakwa no ndiri iraigira wira-ini ndendo muhurire eke atia ndi urekire kuma ndamwira hindi yo ningini akomwira. But let me tell you, from that time the Lord showed me dokirari gikona nirio George Floyd atia ahinyetwo ngigira Facebook live and I was crying because in that dream mother ni ajiria kejira, Miriam, do you know you are a Hebrew woman? Akejira, let me show you a Hebrew woman in prayers. Ekirito my sister ekirite hawo nagataba ya mutwe aturitie maru ake grown. Akejira, Miriam, I want you to start praying, interceding for these children. But there is the one who I have chosen. Mimi sijui ataingia but yeye anajua, but mimi part yangu ya kuplay mimi will play on the knees. Mwadhani akejira, I want you to start praying now for their release and start declaring like the way Moses was declaring to Pharaoh, let my people go. Let my people go. And from that time I have seen the hand of God because dokirari daji yako grown I grown sana. Natini, I was not myself because when I enter in the prophetic, I'm not myself. So tears were rolling. Gerera few na giwa Holy Spirit waterere. This marks now with George Floyd. This marks the end of slavery for my children. Na kejera, whatever has happened here, this one itaenea dunia mzima, and there will be even riots around the nations because of this man. Todru gohigura andu akwa maitho majie kuonoria ciana ciakwa isafarite goko for all those years. Na niguo gwekikire because after that nirio wonire ginya Nigeria riot Africans totiri tweshiria andu aitu ni masafaga, totiri tweshiria black people ni masafaga, no undu ucio no atuhingurire maitho tondu tuonire moraga. Na mwathani akejira, they have been dying like this secretly, lakini haiwezi weko kwa media.
If you are a woman in America and you have a son, mundu ikarege na guoya tondu acemania na borithi bara no anyitwo ni anything na thieke atia koguo matura na guoya na ni matura meriririe kwenda kumenya kuria maumire no undu ucio nduramaingirite. But from 2019 no uthio Google one Joe Biden asainire kindu gitagwo Juneteenth means the end of slavery. Nirio asainire na andu airu maturite matwarite kiria that karata kauga kuga the mark of end of slavery kuri former presidents makarega go sign. Joe Biden was the one who signed. Why? Because the year had reached. And your mother ndiye go and read Genesis 15. Hada deri Ibrahimu shana shakunige katia niga koroshirio koboine. So I believe that the servant of God kaini yako mutaithia niwe roria anegeretwa because diwe tiwera muhuthu na ni agubatara uteithio munene muno because as Hebrews ugo mureona mutikenyarare mwathani agocwo na nie Jesu ni anyumireire tondu nginya kuhonoka gwakwa ni Jesu anyumireire kiroto-ini na ti muthungu. Mwathani agocwo ni ndimuonete ndanatwaro iguru ngona Moses ngona Abraham ngona Elijah na ni andu airu. Mwathani agocwo na tugitembea na Musa kuu ni ajiraga uriekaga nigetha ahote ku deliver neo ni okole ya ndungata ya Ngai na no murori uguo no murori uguo mwage kuona. Mwathani agocwo mwage kumuona yani mumuone tari mundu kana mukarora past yake ore ni ndaroraga tondu na nikio I didn't want anything to do with him. Mwathani agocwo mugejie kurora past yake kana murore maundu mari areka kana mumuvuone maundu maingi haha uguo kigongona-ini giki kana ono maundu macio arari haha. But I want you to start looking at his call kodu ni arabatara intercessors. Mwathani agocwo Moses was not alone. Are na mundu etagwo Miriam uria jitagwo Miriam na hau ni mwathani ajirire Miriam to stand with him. Nindimuhoyagira no ona tai ndamwetha because I know his call. Mwathani agocwo. So the Lord is raising Miriams here. Na nikio rehetwo haha. Durehetwo haha ni tondu ringi undu ucio reciria. But the Lord, I preach the message here of who is an intercessor, because that is my main call. Mwathani agocwo. Ngai akiliftera Moses intercessor wetagwo Miriam mena Aaron. No magikinya handu hakurugama nake makianjia kumusengenya. Mwathani agocwo. So you know that story. Hallelujah. Kuri matumetwo haha no focus yao ira focus on the wrong things. Hallelujah. Mara focus na maundu mao no Ngai arenda uthikiririe uria Roho Mutheru arauga. Hallelujah. Tondu ni twi kiongo na gitihingagwo murango uyu. Be coming and praying here and intercede for the release of our people. Tondu ihinda ria uria gucoka Africa ni rikinyu na ni majetie gucoka. In fact ginya Ghana, president wa Ghana ni augire come back and be nampewe nini nampewe IDs and settle, and they are really set on kuona Ruto. But now the Lord told me he's going to use a person who is not even known. Hallelujah. Dio ege yo tactic ya kumuhe no ni ndronire kiroto-ine kundu andu airu maroka na akimateithiriria guseto na kumuonereria who we were. Tondu ni moka ni marenda kumenya kirira, ni marenda kumenya kuria maumite, no maracemania na andu maramaruta kwi Jesu. Andu aria maracemania nao maraje kumafundithia maundu matari mega, no Ngai arenda ndungata iria kumafundithia njira iria yama. Hallelujah. Matakweherera Jesu, matikwaje kumera je murehe mburi murehe mathire ma macũcũ wanyu. Mwathani agocwo. Hallelujah. Makwaje kumacokia mutharabaine na mamonie uria Ngai arenda, because Jesus is coming back. Hallelujah. The coming of the Lord is not far away. Anytime he can appear. Hallelujah. And God is gonna use you, because I feel there are many prophets here. Lakini vipawa vyao vimefunikwa, lakini Mungu anataka kuzifungua. I'm just a Presbyterian woman, but the Lord can use anybody. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The Lord can use anybody. Hallelujah. Mwathani agocwo. Ndukenyarare ni ndiramenya kiri ogereire. Hallelujah. One thing about an intercessor si msengenyaji.
Intercessors are very private people. Hallelujah. Na nikio metagwo mahana matumbo. Maikaraga ke. Hallelujah. Matumbo makoragwo ko. Nada. Ugeja kuona matumbo mundu cio muoyo. Hallelujah. Kogwo intercessor ni mundu wa gutumiria. Hallelujah. Mwathani agocwo ni mundu wa gutumiria maundu na ni maundu maria Ngai akwira. Agofunurie roro wa ndungata ya Ngai ndarakwira ati nigetha wethe sister uri ungiri kana mucemania tha cigana umwire ndironire hano no ndironire munabii hano no apana arenda umuhumbire wona uchi wake weka atia. Hallelujah. Mwathani agocwo. So the Lord is looking for people ambao atawambia siri akwaje kumafunuriera ukamenya ni haro iri kwa araruga. Mwagathani agakuonia niki kiu ekete atia afangiirwo. Hallelujah. Mwathani agocwo na wamenya kiri afangiirwo ukarugama in the gap. So there are people that the Lord is going to raise here marehingaga na kuhoya ni tondu wake. Matirehinga na kuhoya na reke inde mwire uri ugwitikira call ino ya kurugama. The Lord will take you far. Bwana Yesu asifiwe. The Lord will lift you high. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kama utaki kupata ukoma, funga hiyo mdomo. Mimi sijui kwa nini Mungu anaongea hiyo kitu. I think there are people who are here but they pretend they are here but they are not here. Nitaka kuchunguza kiria magutwaraja. In fact ama oduma ministry no marutagwo naja. I'm feeling it in the spirit. But the Lord is saying, the Lord is seeing you. Ngai ni arakuona. Na kuri ndu ginya mara mena merimo no merimo yo irehetwo ni uguo kuruta ndungata ya Ngai uchi. Utumetwo haha kurugama nake ginya atimize kiria Ngai amwitite. Githoi na githuku. Bwana ati ikoyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umetumwa hapa so you can cover the servant of God. Hallelujah. You have been sent here to go and get kuni. Hallelujah. Uke wakie mwaki wa madhabahu maya tondu ndangihota ari wika. Mwathani muthenyo mwakijira Musa agire kukinya Kanaani niki ndari na intercessor. Hallelujah. Ndari na ke? Ndari na andu akumuhumbira, ndari na andu akumukava tondu ni mangionete Musa ni ari hasira na makarugama mbere ya Ngai makamuhoera. Hallelujah. Makamuhumbira. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Aduaria Ngai akurisa because I don't know, I'm seeing prophets. Are you a dreamer? Ebu inua mkono wako. Do you dream? Amen. Anayo muno na matoro ya moko, they dream. Niko yoshiago. The Lord is gonna restore. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na nikiona na Musa ugiria terere, mira mo ugiria terere, ona ithu githu tutigua ke. Ona ithu tutigua Ngai, kari oe kagatia. Hallelujah. Mwathani agocwo. Musa Ngai erire Musa atia. Ngai erire Miriam atia. We gwarageria ke? Iroto-ine. No Musa twaragia nake ke? Ni aria mwira ni aria cemania. Nake uthio kwa uthio. Taru ni ndigithaka nake to ni ndimuonaga iroto-ine ndamuona uthio kwa uthio. Hallelujah. Mwathani agocwo. Niko gwendire kiwango giake. Kwa ndiri na rutha rwa kumwaririria. Nione ngiona andu nikaona watu huko nikiona watu wakimsengenya wakimuongea vibaya pale. Mimi usoma mpaka comments. Mkiona tu nimenyamaza I still follow. But mimi nikiona hata watu wakimuongea ninajuaga nyinyi mnajua mnaongea nini. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua unasikia touch not my anointed ones. This one is an anointed one. Hallelujah. And he is very humble. Moses was a humble man. Was Moses nini? Was Moses alikuwa perfect? Was he perfect? No wanyongete mudo kanatiwe. Hallelujah. But the Lord still chose him.
For there is something. Na nikimwadhani Mungu aliambia Jeremiah in Jeremiah 1:5, na ndio nilipewa na Mungu wakati aliniita. Inasema namna gani? I knew you before you were formed in your mother's. Hallelujah. So the Lord knew this servant even before he was formed, before the mama and the daddy met. The Lord knew him, and he had already set him apart as a prophet. Hallelujah. For Israel. When I say Israel, you know it, you are talking about yourself. Stop looking at that Israel you know there. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So the Lord had already set apart. And the Lord knew that he is not perfect. He might not even the best. Yani hata kuongea anaweza kuwa haongei vile unataka aongee. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Musa lakini alikuwa na zili ya Mungu. This man has the zeal of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. He has a zeal for God. He can do anything for the kingdom of God. Na ndio unaona shetani alimtega, because that is what God told me. Shetani huona kipawa, na akiona kipawa anakishika, anakiiba. Bwana Yesu asifiwe. Anakishika, anafanya nini? Anakiiba, na anataka akitumie kwa njia ambayo sio ya Mungu. Na hivyo ndio alikuwa amekuwa hijacked wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ile influence alikuwa nao, ati akiongea kitu watu wanasikia. Hapo ndio Mungu anataka kumuinua. Sasa kwa sababu amerudi katika ufalme, hiyo ndio kiwango Mungu sasa anataka kumuinua ili aweze kumtumia. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa akiongea watu wanamfuata. Akisema watu wafanye nini, hivyo ndio atafanya. Hao mpaka wako Ghana watakuwa wanamuita. Wanamwambia njoo utuongeleshe. Njoo utuambie Mungu anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu miaka ya utumwa imeisha. Ambia mwenzako mwaka wa utumwa umeisha. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mimi wacheni niwaambie, kama unataka kutumiwa na Mungu lazima ukue selfless. Hallelujah. Yani you have to deny yourself. Hallelujah. You have to die to self. That all you want is God. Be a fool for God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hauko hapo kujitafutia me, myself and I. No. Uko hapo kusikia vile Mungu anataka. Mungu akikwambia enda, unaenda. Asiposema uende, uendi. Musa alikuwa anatembea namna hiyo. Musa alikuwa anamwambia namna gani? If you don't go with us. Hallelujah. If you don't go with us, don't send us. Hallelujah. Na ndio unaona alikuwa anaongozwa na a pillar. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. A pillar of fire in the night and a cloud by day. Hallelujah. That is what the Lord is looking for right now. Children of God who will say, Father, this is where you have positioned me right now. Kuna watu hata saa zingine mguu mmoja iko hapa na ingine iko hapa. Ingine iko hapa ndani, ingine iko hapo nje. Anagojea afanyiwe kitu atoroke. Kwa sababu bado hajajua kwa nini yako hapa. I'm coming to tell you are in the right position. Hallelujah. You are in the right place, and the good thing is that you are the first fruit of the servant of God. And if you remain faithful, let me tell you, kuli anaenda mtaenda. Bwana, you might not see it right now. Mnaweza kuona ni nini hicho kinaenda kufanyika, lakini kaeni karibu na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mtakaa karibu, intercessor hujua moyo wa Mungu. Hallelujah. Anajua kile Mungu ana feel. So ni vibaya sana wakati Mungu amekasirika na wewe ni kucheka unacheka ovyo ovyo. Ukiangalia news unacheka. Kiboko ya Mungu kianguka itakuangukia. Ukiwa hivyo utaanza kujua mpaka wakati mtumishi wa Bwana anahuzunika. Wakati kuna analia utakuwa unaonyeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Watu saa zingine wanamuona tu vizuri, wanaangalia tu nini watakula kwake, lakini wewe unaona ni nini anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sio kwa ajili yako. Mwito wako sio kwa ajili yako, ni kwa sababu ya Mungu. Hallelujah. Kwa nini wengine wamekufa na corona, wakakufa na magonjwa, wakakufa na floods, na wewe bado uko uhai? Kwa sababu kuna kitu Mungu anataka nini? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.
So mimi nimekuja kuambia ya kwamba ule mwito uko katika hii nyumba sio wa kawaida. Na kuna watu mpaka sasa hawajajua. Kuna watu tu wako hapa blindly. I don't know why I'm feeling this. Kuna watu wamekuja tu kwa kanisa za kawaida. Hii si kanisa ya kawaida. Mimi najua sijui vile mnaranigi, but hii ministry hairaniwi kama makanisa zingine. Huyu mimi najua hata si kila mtumishi anaweza taka kuassociate na yeye. Mungu aliniambia atakuwa Lone Ranger. Naona akitafuta akienda kwa watumishi niko like wewe unji. Hakuna mtu atataka kuassociate na yeye. Haleluya. Kwa sababu Mungu hatafanya waelewe. Haleluya. Hawataelewa ni nini amebeba. Sio wote wako na moyo wa Mungu. Ni wachache peke yao watafunuliwa na waweze kusimama na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mnafikiria Musa alikuwa na marafiki? Kwa sababu gani? Mungu akimuita kwa mlima na ni beshte yako na ameenda 40 days. Huyu mtumishi kuna time Mungu atamwambia atoke aende another country kufanya kitu fulani. Aende akae huko. Ukute labda wale hawakujua kwa nini wako hapo washahama kanisa. Kwa sababu gani? Wamesema Musa amekaa sana. Ama wamejitengenezea tumiungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kuna wale ambao watashikana na yeye hata aende for how long, wanajua our daddy is still coming back. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hawatajitengenezea, hawatatafuta tu miungu watengeneze waanza kuziabudu. Waanze kusema ya kwamba huyu anawezekana tulikuwa tumemfuata, labda ilikuwa ni uongo. Mimi unasikia niliambiwa mwaka gani? 2019 in the year of freedom. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So mimi nikuja tu kukukonfirmia that you are in the right place. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nikafunza intercessors wakati nilifunza hapa na nikawaambia another characteristic of an intercessor ni gani? Nani alikuwa hapa? Ni gani? Yes? They stand in the gap on behalf. Amen. Hallelujah. So an intercessor is a person who stands in the gap on behalf of others. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hukaa kama bridge. Hallelujah. Kuna watu wako weak. So yeye labda anakuja hapa, ana stand in the gap ili aweze kusimama, huyu aweze kufika hapa. Kama labda ni mtu anataka kuvuka, hakuna daraja, yeye anakuwa daraja. Hata anaweza kuja alale hivi, unaona across the river. Alale hivi, aseme pitieni kwa mgongo wangu mtokee pande ile. Unaona selflessness. Bwana Yesu asifiwe. So understand in the gap ya a person ambaye ako weak. A person that needs help. Hallelujah. Understand na nations. Understand na servants of God. So that is why ninawaambia kwamba mumetumwa hapa ku stand in the gap. Unaweza ona ni kama unatumika hata kumuliko. Lakini wacha nikwambie uwezi ukaruka hii mafuta. Hallelujah. Unaona unatabiri kumuliko. Uone kwa sababu una ride on his grace, umeanza kuona kumuliko. Uingiwe na kama jivuno. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Ukue kama mtu anaitwa Haga. Hagai wakati aliona ya kwamba ameingishwa kwa nyumba ya Abrahamu, akapata mimba, alianza kumdharau Sarai. Hakuwa anajua ana ride on whose grace? Sarai. Nini? Grace. Akaanza kumdharau. Na yeye Sara akalilia Abrahamu. Abrahamu akistand in the place of God, akamwambia angalia vile ameanza. Na yeye Abrahamu akamwambia namna gani? She is at your mercy. Do with her as you want. Hallelujah. Na yeye akamfukuza. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So wakati utaanza kuingiwa na majivuno, kwa sababu umezalisha haraka kuliko wenye umekuta. Umezalisha kitu labda hata kwa sababu grace yake inaweza kufanya uzalishe kitu kikubwa hata kuliko chake. Na kwa sababu yeye ni baba hana wivu, mtoto wako akizaa kitu kubwa kukuliko, ama when your daughter akipata katoto kasupu utaanza kusikia wivu. Though they are servants like those, hawataki kupi, but yeye hajapewa hiyo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ukisimama na yeye utazalisha haraka.
Ukimuombea na uombee maisha yake na familia yake na kila kitu chake, utajipata unazalisha kwa haraka. Kwa sababu neema iko mahali hapa si ya kuchezewa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. So Moses was an intercessor. Bwana Yesu asifiwe. Ali stand in the gap on behalf of the Israelites and God. Hallelujah. Akakuja akakuwa in the place of Christ. Akakuwa deliverer. Hallelujah. Kwa sababu walitamani kufika mahali ambako Mungu alikuwa amewaahidi. Walikuwa wametamani kutolewa kwa utumwa, lakini Mungu lazima angetumia mwanadamu. Vile tu Yesu alikuja akatumiwa. Na ndio unaona Musa akaja akawa kama an intercessor. Awafikishanisha na nini? Na agano. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa huko nyikani wakainamia hiyo ako kanaitwa kanini kakafu. Hallelujah. Musa akiwa huko mbinguni, kwa mlima, Mungu akamwambia ameona uovu wa wana wa Israeli, na akamwambia namna gani? I want to go and judge them. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye Musa kwa sababu ni intercessor, kwa kina kitu moja Mungu alimwambia Musa, nataka kumaliza hawa watoto. Nimewatoa huko, wameona nguvu zangu, wamenidharau. Nataka kuwamaliza. Na nitawamaliza na nikufanya wewe ukue nini? A big nation. Hallelujah. But Moses, being an intercessor, went before God and cried and asked the Lord, if you do that, the Egyptians will say you brought them out to come and finish them in the wilderness. And I was telling them, it is not an easy thing to stand before an angry God. Hallelujah. Msifikiri Musa alikuwa anaongea naye hivi amesimama. Mungu kama amekasirika, ashainitokezea kama amekasirika. Na alikuwa ananiambia the church must repent. Hallelujah. The church must. Na akisema one word, the heavens na earth zilikuwa zinashake. Akisema the church, naona dunia mzima inatingika. Must na hasira. Mimi mpaka naona mtu akicheza na sexual sin, naona mtu akicheza na mavitu, nasema you don't know the God you are joking around with. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. This God, when you meet him, so Moses was crying. I believe God was so angry. Na ndio Musa lakini akajitoa, akasema kama hautawasamehe, ondoa jina langu katika hicho kitabu chako. Akiaria ginyangara todo Musa nyahe yagonake na yenya. Bwana Yesu asifiwe. I don't know about the servant of God. Hallelujah. But nyahe yaga au gidiate, kama hautanisikia, ondoa jina langu katika hicho kitabu chako. Enda usome Biblia yako. Go and blot my name out of that your book. Hallelujah. That means he was ready. He didn't care about him becoming a big nation. If it was you, maybe you would have said, sawa wamalize. Si basi utanifanya. Unajua selfishness. Intercessors are not selfish. Are not selfish. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So he cried and God heard him and saved the children of Israel. Hata kama yeye mwenyewe alienda kufanya nini? Kuadhibu yeye Musa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So we have another one who is called Daniel. I taught them about Daniel. I taught them about who was the other one? Esther. In the book of Esther. Hallelujah. The children of Israel were about to be destroyed. But the Lord stood and said, yani Mungu akainua Mordekai, akaja akamwambia Esther, umeitwa katika hii nyumba ya kifalme for such a time as this, for this time. Hallelujah. For this reason. Kwa sababu sasa tunapangiwa kuuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Dunia mzima inapanga against Africa. Usidanganywe. Wakileta hata corona, it's about us. Na Ruto wetu. Nyinyi mnafurahia mapesa zimekuja. Angalieni in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. They are always targeting Africa. Corona ikikuja ni sisi. AIDS ikikuja walikuwa wanapangia sisi. Ebola na yeye Mungu anaovataniki because we are the Israelites in a turn on them. Corona ikikuja tunakunywa mandimu na maasali na manini, tunafanya nini? Tunapona mpaka wanauliza what is wrong with these people. Hallelujah. We don't understand what they use. That is what happened when Esther stood in the gap kama intercessor. Akawaambia fungeni na muombe.
He is in the place of Esther. The Lord wants to save Africa. Hallelujah. But Esther could not do it alone. That is the good thing with the gospel. That's why even Jesus had the disciples. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. And so they fasted. And when they fasted, the Lord heard. Mungu akasikia kilio chao na akawakomboa. Na ile mashimo walikuwa wamechimbiwa, wenyewe walifanya nini? Waliochimba walifanya nini? Waliingia. Hallelujah. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na muombezi. Na muombezi ndio huyu ameinuliwa Afrika. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naamini mimi nimekuja kumfunguanisha. Mahali palikuwa pamebaki. Yes. Chochote kilikuwa kimebaki. Kifuniko ama nini yote ilikuwa imewekwa ya kuzuilia asiingie haraka. Yes. If I be a prophet of God, this is the season. Amen. In the name of Jesus. Yes. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The vision may tarry. But for the appointed time. Hallelujah. Amen. This is the appointed time. These people will not have Africa. As long as we are here. As long as you are in this hall. These people will not have Africa. Whatever they desire to do, our people, they are rotting huko in the Arab nations. Wako kwa majela. Hapo ndio Mungu wakati ya 2019 nilianza kuona Waafrika wetu. Wako kwa majela, the black people. Na si ati dhambi wamefanya. Walishikwa kwa barabara wakaekewa mihadarati mpaka kwa magari nyuma. Askari anarudi hivyo, a white man. Anaweka nini? Mihadarati. Anapelekwa ndani. So Mungu alikuwa anaonyesha wamefungwa minyororo. Wako huko wakiuliza Mungu mpaka lini? Mpaka lini? Mungu akaniambia Miriam start to pray. That's why for me I pray. Mimi I pray. Hallelujah. Me I pray. If you don't pray, me I pray. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aachagi mimi nipumzike. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaombeaga tu kwa familia yako, katoto kako, mume wako, nini na wewe kalevo kako ni hako tu. Bwana Yesu asifiwe. Your level ni hiyo yenye unaombeaga. Hiyo yenye unafanyaga uende kwa mlima kuomba. Hiyo tu ndio level yako. But the moment you start to pray for those nations, uangalie Haiti uone this is not normal. These are my brothers and sisters. Wanakufa aje kama dogi. Father, remember mercy. Hallelujah. Congo. Up to when will our people be in slavery? Na tunasema tuko huru. Sasa mzungu akikohoa tunasimama. Akisema jump tunamuuliza how high. Tunauliziaga tukiwa hapa. Na bado tunasema tulipata freedom. There is no freedom. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alinipeleka kwa hiyo ndoto South America. Mimi hata sikuwa najua South America ni pande gani. Nikaamka gugugu, nikakuja kumbe huko South America kuna blacks. Wanakaa in a place, in a village, hawaruhusi yao kuingia kwa supermarket za wadosi. Kuna zao. Mungu akaniambia waangalie hawa na mnasema mko huru. Go and Google, go and research. You find them. Huko South America kwenye nilipelekwa. Wanakaa kama watumwa bado. Hawawezi hata wakipitana hivi na hao sijui wazungu ni wa aina gani. Sijui wanajiita aje. But hawawezi hata wakaongea. Na wakifanya mistake kidogo wanarushwa ndani ama wanauliwa. So tuko na kazi. Mtumishi najua hata labda atatumwa huko South America kwenda kuwafunguanisha. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. So who is an Esther here? Nani huyo amepewa mzigo wa mataifa? Ni nani huyo anasikia uchungu wa watoto wetu? Ni nani huyo anasimama kama Danieli? Danieli alikuwa another intercessor. Yeye kwa kuvisoma vitabu. The servant of God researches a lot. That is the wisdom of Daniel. Wengine wenu you don't even read books. You don't listen to old people like these ones. Mimi naambia watu kaeni na wazee. Mimi naenda kwa nyumba za wazee. Nakaa chini maji retodo. Nawaambia tuwakoragwa atia. Amen. Hallelujah. You go and research on how we used to live. What was our God saying? Because we had a God. Hallelujah. Tulikuwa na Mungu, si ati tulikuwa tumepotea. Ni vile hatukuwa tumesoma. Ndio maana walichukua the Ethiopian Bible wakaenda huko translate. Wakaondoa vitabu mingi sana. Mimi that time is the time the Lord told me buy the complete Bible.
A prophet from Zimbabwe akaniandikia on inbox, akaniambia I have seen an angel coming and placing a big Bible on you. Na nikasikia huyo angel amekwambia use the complete Bible. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mimi bado sijaingia deeper. Hallelujah. There is so much I need to do, but I love following him, because whatever he speaks ni zile vitu Mungu ameniongelesha. Bwana Yesu asifiwe. Na ni zingine nakuwa enlightened a lot. So Daniel was a book reader. Daniel alitaka kujua sana kuhusu watu wao. Na hapo ndio Mungu alimfunulia akamwambia, ukiwa wa wana wa Israeli ulikuwa ukae miaka 70. Hallelujah. Na yeye Daniel kwa sababu alikuwa in the spirit very alert, akaingia in the 21 days of fasting. Bwana Yesu asifiwe. Akafungua watu wao. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatujui from 2019 tumepewa miaka ngapi ya kufungua watu wetu. But the Lord was telling me there's a delay because there's no intercessor. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna delay kwa sababu my intercessors wamelala. Wamefunikwa mablanketi kesha hapa. Hata kama mtumishi hayuko, kuna takikana kukuwe na waombezi huku wanaomba huku kwa viti wanalia the whole night. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wasimame kama Mayeremaya. Waseme kichwa changu kingekuwa kisima cha maji, nililia watu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Alitamani ya kwamba watu wao waweze kufunguliwa. Alikuwa anaonyeshwa yale mambo shetani amepangia wana wa Israeli, lakini anaona wamelala. Jeremiah was the weeping prophet and an intercessor. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So the Lord wants to raise prophetic intercessors. Ebu ambia mwenzako prophetic intercessors. Prophetic intercessors don't operate in the office of the prophet. So ukianza kuonyesha mambo acha kujiita prophet. Hallelujah. Prophet ni wale wanaambiwa watangazeni na wanagojea hiyo kitu ifanyike. Hao ni prophets. Ndio watu wajue this is a prophet of God. Isipofanyika anaambiwa yeye si prophet. So those ones operate in the office of the prophet. Me hata nasema me I'm not in the office of the prophet. I am a prophetic intercessor. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. A prophetic intercessor anaonyeshagwa yale mambo yamepangwa. Kama sasa mimi hii maji kikuja nilikuwa nishaonyeshwa kwa dream. Nikaonyeshwa mafuriko yanakuja na tunajaribu kujishikilia. Tunaambiwa jishikilie kwa hiyo mtu, jishikilie kwa hiyo mtu, tunabebwa. Na ninaona ishara zinafanyika on the sky. Lakini naona watu wanakula manyama tu na chakula wako relax. Nawaambia hamuoni vitu zenye Mungu anafanya? Angalieni on the clouds. Sasa hiyo ndio walianza kuona. Mungu akaniambia nitatingisha misingi ili watu wangu wanirudie. Watu waangalishe macho yao juu kwa sababu tulikuwa tumemsahau Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. So I see that coming. I don't wait for it to happen. I fast and pray that the Lord may remember mercy. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ili hilo jambo nimeonyeshwa lisifanyike. So hata wakati ilifanyika nililia sana, nikauliza Mungu, mimi atasakai kurudi kwa internet niseme nilikuwa nimeonyeshwa. Nasikia kujificha kwa shimo. Hata nikiona watu wakinitag, angalia kimefanyika, stakagi, nasikiaga vibaya. Nauliza Mungu, kwani baba sikuomba vizuri? Kwani sikuchukulia na uzito ule ilikuwa nao? Nihurumie. Ananiambia hapana Miriam, when you prayed I heard. Na hii magnitude umeona sio yenye shetani alikuwa amepanga. Kwa sababu ya maombi yako haikufanyika with the same level that the enemy had planned. Hallelujah. Or that I had released. My anger ilifanya nini? Ilipungua. Hallelujah. Na ndio unaona Abraham kwa sababu ya kulia mbele za Bwana kama intercessor, at least Lot na nyumba yake walifanya nini? Waliokolewa. So when you pray it can happen, but still there will be salvation. There will be a remnant that will rise. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale ambao watainuka. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So wa mwisho mwenye nataka tuangalie ni mtu alikuwa anaitwa Yesu. Hallelujah. Jesus is the greatest intercessor. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana alitoka mbinguni ili aje afe msalabani, ili aje akifa
aweze kubuild that bridge between us and God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So wakati Yesu alikuja akafa msalabani, sasa tukimuita Mungu anaitika. Hallelujah. Hatuhitaji kutoa tena kafara ya mbuzi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mbona mnanyamaza hapo? Kwani mmetoa mbuzi kadhaa? Nani ametoa mbuzi? Hallelujah. Sasa hii ukitoa mbuzi unadharaulisha damu ya Yesu. Hallelujah. Niliona Yesu kwa ndoto akaja kwangu akilia. Na Yesu akilia machozi yake yanatiririkaga. Hata sijaona machozi kama hiyo. Nikamuuliza, why are you crying my Lord? Akaniambia, hata hakuniita jina yangu, aliniambia mwanadamu, anionyesha na Kiswahili, mwanadamu omba. Nikaamka nikaomba, nikalala tena, akanitokezea tena bado wakilia. Nikamwambia, why are you crying? Na mimi hata mimi machozi yangu inatoka. Kwa sababu ukiona Yesu akilia machozi yako nayo inatoka. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia, why are you crying my Lord? Akaniambia, Miriam, they have trampled on my blood. They have hated my blood. Wamefanya nidharauliwe. Wamedharau damu yangu. Yesu analia. Akaniambia, pray because the Lord is angry. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So the blood of Jesus was to make us have a leeway to heaven. Hallelujah. Na ndio wakati Yesu alikuwa anaenda, aliambia wanafunzi namna gani? Siwaachi kama mayatima. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaachia msaidizi. Ninaenda kuwaombea. So an intercessor is a co-worker with Jesus. Hallelujah. Because Jesus is still interceding for us. And I had a dream where I saw the angels lining up like this. Walikuwa line mbili hivi. Huyu wameface hivi na wengine hivi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamelift trumpets namna hiyo. Nikaona kiti cha baba on the end pale. Baba huwezi muona, amefunikwa na moto, but you can feel his figure. Hallelujah. And I could feel how he is feeling. He was very angry. Alikuwa amekasirika. So these angels were waiting for his command to blow the trumpet. They were ready, just waiting for a signal. Then I saw Jesus come from the other side. Akaja akaipitia katikati ya hiyo laini, akawafanya namna hii. Akawaambia, wekeni chini. Na hapo ndio nilijua kumbe Yesu hajuagi the time. Kwa sababu alikuja akakuta wako tayari. Akafanya mkono namna hii, wekeni. Akaenda mbele ya kiti cha baba yake. Akapiga magoti. Yesu upiga magoti. He cried. Akalia. Na Yesu alikuwa analia akisema namna gani? Father, give them more time. Please Father, waongezee muda kidogo. Analia. Analia. Ooh, thank you Holy Spirit. Shanabayana ria shirikianta. Thank you Jesus. The Lord was crying. Alilia sana machozi. Na wakati alikuwa analia, bado baba amekasirika. Hasira yake haipunguki. Lakini Yesu alisema tu neno moja. Akasema, Father, remember my blood. Remember my blood. Kusema hilo neno, nikaona hasira ya baba imeenda chini yote. Na akarelax. Akasema, it's okay my son. I know your sacrifice. Nikaona Yesu amesonga kidogo kama hivi. Akakuja akasimama kama hapa. Akaangalia chini bado akilia. Anaangalia chini hivi akisema, look at that one. He's gonna get saved tomorrow. Look at that one. Ataokoka kesho. Evangelist atamhubiria huyu ataokoka. Angalia yule. In desperation. Nikaona the desperation of Jesus for souls. Hallelujah. Akaja pale nilikuwa nimesimama. Akaniambia, my daughter, go and win souls for me. Go and tell my people that my father is angry.
If I was not interceding, this trumpet would have been blown. Waambie wakati umefika. The time is past. It is only that I'm interceding. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Isipokuwa Yesu anatuombea, tarumbeta ingekuwa imelia. And that is why for me I go everywhere winning souls like a crazy person. I don't care ni nani ni wapi nitatumwa. Mimi huenda kuingia kwa hizo matope na gumboots as long as I win souls. Nilale kama nimeona kama 50 souls have come to Jesus. I sleep like a baby. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Watu wanafikiria wako na muda. Na ndio unaona hapa watu wanagojea mtumishi wa Mungu announce wanaenda evangelism lini. But the moment you got saved, the Lord made you an evangelist. And the great commission is go ye. Hallelujah. Wewe ndio unatakana ujaze hii kanisa. Mtumishi ako na vitu mingi za kufanya. Lakini wewe ndio utaenda huko win souls wajae hapa. Paka hapa hamtatoshea. Ninaona this place hata hamwezi kaa. This place, the Lord is giving you a big place. I see it in the spirit. Because this one is very literal for what the Lord is about to do. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mnafikiria mko na muda. Siku moja nikaona mlango mkubwa sana ambao kuna wanaume wawili walikuwa wanatembea wakielekea kwa huo mlango. Walipokaribia kama a few inches, nikaona Yesu ametokezea akashika mlango, akaufunga polepole. It was a slide door. Akaufunga mbele yao. Na mlango ndio kama pale sasa. Wakasema hiya, wanaanza kuambiana hii mlango umefungwa. Lakini atafungua tu. Wako relax, atafungua tu, ni Bwana mzuri atafungua. Yesu akakuja mahali nilikuwa. Akaniambia, Miriam, I am the door. This door is about to shut. And when this door shuts, no man can open. No one can open. Akaniambia, the way you saw these ones walking like this leisurely, ndivyo watu wangu wanatembea wakifikiria wako na muda. Wanajitafutia makuu. Wanajitafutia nafasi kubwa waketigi viti za mbele. Wajulikane na watumishi. Me, I don't need that. Mimi kwanza ujificha sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka wale watafanya kazi huko chini. Hallelujah. Na impact ikuwe felt in heaven. Mungu akaniambia, you think you have time but there's no time. The Lord is looking for you. When you go and win souls, the Bible says you are wise and you act like an intercessor. If the Lord has called a Moses and the Lord has called you to stand with him, wacha yeye afanye ile kazi ameitiwa na wewe fanya ile kazi umeitiwa hapa. Wacha kuja hapa kuangalia ni nani anaimba, ni nani anafanya, nani alivaa vibaya, ni nani alifanya hivi. Wewe umekuja kuwa survey. Umekuja kuangalia nani anakaribia mtumishi wa Mungu ili uende sijui ufanye nini, ende ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu karakta mingi. Katika nyumba ya Bwana kuna vyombo vya aina nyingi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Vingine ni vya mbao, vingine ni vya udongo, vingine ni vya dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hiyo ni topic for another day. Wewe sijui ulitumwa hapa kufanya kazi gani, lakini waombezi ni madhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Utagrown huku watu wanasema huyu anataka mtumishi ndio maana analia. Anajifanya apendwe na mtumishi. Mtumishi ajue anaombaga sana. Ndio maana anashinda kijiririsha. Mimi nimeombea watumishi. So I know what I'm talking about. Hallelujah. Wakiona mmekuwa close sana na wanakuwa close kwa sababu anajua unamuombea kwa moyo msafi. So anakupenda. Wanasikia wivu. Hallelujah. Do your work. Don't worry about what people say. Mimi nakuwa don't care. Hiyo ndio imenipeleka mbali. Intercessor, be a don't care. If you hear the voice of the Lord, go. Hallelujah. If he tells you to come and stand with this altar, do it. Usiwe kama udongo. Kanyungu kakivunjwa kananguka hivi kanavunjika haraka. Waliongea, mimi hata hiyo kanisa sitarudi tena. Ulisikia vile walisema, wewe ni udongo. Wewe sio dhahabu. Bwana Yesu asifiwe.
Dhahabu hupitishwa kwenye moto. Wacha mbao ifanye kazi yake ya masengenyo. Wacha mbao ifanye kazi yake hapa. Wachana nayo, hatuwezi ifukuza. Wacha ifanye kazi yake squarely. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe zidi kung'aa. Zidi kung'aa. Wewe lia. Ulilia anko ya mtu, unalilia baba yako. Hallelujah. Sio mtumishi alikuita, ni Mungu aliyekuumba. Na kama yeye ameweka tick, who is that other person? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu amekuchagua, who can disqualify you? Bwana Yesu asifiwe. Intercessors. I remember a time I used to stand with the servant of God. Tunaenda mahali nakwambia watu nafunga siku 3 kabla mkutano uanze. Watu wakienda kufungua, mimi naambiwa na Mungu usiku, wewe haufungui kesho. Naambia Mungu gani na nimetayarisha tumo yangu kukula kesho? Ananiambia hapana, wewe ingia kwa maombi. Endelea siku nyingine ya 4. Bwana Yesu asifiwe. Na ya 5 ananiambia you'll go for 5 days. Nitakula Saturday. Nikienda mahali kwenye tunaombea usiku, nafikiria niko peke yangu, nakuta watu wengine wanaomba. Tunaanza kuongea na wao. Wananiambia hata mimi niliambiwa nisikule. Na ndio nilikuwa naambia watu hapa, unaweza fikiria ati ni mimi peke yangu nimechaguliwa. Hey, let me tell you, when the Lord is choosing you, anakuwa amechagua wengine kama 5. Anagojea ukose kusimama, aingishe mwingine haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe. So unajifanya hapo ati sitafanya kazi ya Mungu, hata sitaenda kupiga hizo instruments, nione vile watafanya. Haya, kuna mwingine amewekwa hapo, stand by, anagojea ukose. Intercessor, umewekwa ka position kakulialia, unaanza kusema sitalialia tena. Bila waliongea nitajikausha. I did that one day. Bwana Yesu asifiwe. Kukaja mtumishi ana kulikuwa na conference. Kukaja akasimama hapo akaanza kuongea. Sasa mtumishi mwenye wa hiyo ministry mwenye kwa anasimama na yeye alikuwa amenizoea. Mimi kazi yangu kwa hiyo ministry nilikuwa naishigi chini ya viti. Ndaiganagira ha rungu ndio menya ndaigiraga ati ya rungu waite. Ni ndio thoma githomo. Sikuwa nasoma hata siku moja nimekalia kiti hivi service iishe. Hallelujah. So I used to sit there, nikikaa hapa najipata niko chini. Worship ikianza naingia chini. So hata wakati wa mahubiri mtumishi akihubiri mimi ni kugroan huko, unanisikia huko nikilia. Na sisi nilikuwa naambiwa nisikae huko nyuma. Nikijaribu kaa huko nyuma na Mungu anakataa. So nilikuwa nakaa mahali kama hapa. So mtumishi alikuwa hata Asha akienda kama kuja kunisumbua kidogo, nasikia amekishauti kutoka pale, achana na huyo dada. Bwana Yesu asifiwe. So siku moja kukaja mtumishi, ilikuwa conference, alikuwa mgeni, rafiki yake. Wakati alipewa microphone hapa, mtumishi akampea microphone, akatoka yeye akapanda upstairs kupumzika huko juu. So mimi bado naendelea, nilisikia huyo mtumishi, wakati una groan hata uko hapa chini, you hear everything that goes on. By the way, hata kama ni mahubiri yote inaingiaga. In fact, download zote. Unakutaka kile mtumishi anaongea hapa yote ulikuwa ushapewa. Bwana Yesu asifiwe. So nikasikia amesema namna amesema ati huyo dada mwenye anapiga kelele hapo, hao wanatumwa kusumbua ibada. Kusumbua to interrupt the service. Ushers, you can take her out. Nikajua ni direct kodoni. Mimi sifanyi hii. Si ninasikia. Nikajikaza. Nikakaa chini pole pole kwa kiti yangu. Nikakaa chini naangalia sasa, nikasema I'll be as a normal person. Like we disrupt then the service. Nikakaa stayed by. So nimesikiza. Kwa sababu hiyo si kitu mtu anajiwekeaga. Nasikia tumbo yangu inachomwa. Hallelujah. Nasikia kilio, nasikia kugabu. Yaani nasikia ni scream. Nikajua mimi sitaki ya hii. Nikasimama pole pole. Nakabakangu nikatoka nje. Nimbejikaza nasikia nitaanguka. Kulikuwa na mahali kulikuwa na watch tower huko. And I was one of the intercessors wa hiyo watch tower. So nikapanda huko upstairs nikaenda nikajitandaza kwa carpet. Nika scream. Nikamwaga yote. You don't even know what the words you are saying. Is the groaning of because the Bible says we don't even know what we ought to pray for, but the Holy Spirit helps us with the groans. Hallelujah. Hallelujah. So nikajipata ya kwamba nina groan. Na sasa hiyo unafikiria nina groan, lakini mimi ninapigisha Mungu kelele. Nampigisha kelele. Nikimuuliza nini hii uliweka ndani yangu? Damu yana eko. Nini hii uliweka ndani yangu inafanya niambue nasumbua mimi nini?
ibada. Nikamwambia toa hii kitu uliweka ndani yangu, toa, nataka kuwa kama watu wengine. Nikapiga kelele, nikalia ikaisha. Nikamwambia Mungu, nikakaa chini hivi nikamwambia Mungu, si huyo mtumishi amesimama pale mbele akasema ya kwamba mimi ninaharibu ibada. Kwa hivyo watu wote mind yao imekuwa poisoned. Si ndio? Mtumishi akisimama hapa aseme kitu, mind yenu yote sitakuwa mbona ukiingia pale already unajua. Ukianza kusikia kelele pale unaanza ndio wale wenye Mungu. Naanza kumwangalia wewe uko na pepo, you know? So I was like, so the mind of the people is already poisoned. Nikamwambia mimi sitaki kulia hivyo tena. Unless the servant of God asimame hapo akosoe ama aondoe hiyo kitu imeambiwa, mimi hutaniona tena, hata naweza toroka. Nikamwambia usinitumie hivyo tena. Na nikarudi nikajipanguza, nikarudi tena kwa ibada pole, nikakuja nikakaa chini. Ibada inaendelea. So tumekaa kidogo, so ibada simeisha. Mtumishi akashuka chini akakuja akapewa microphone hapa mbele. Alisimama tu amechukua microphone akaanza tu kuongea. Akasema, unajua kuna watumishi wao hii groaning yenye inakuwa kwa hii madhabahu wanasemaga ni makelele. Na hawa watumishi afadhali wasiwahi simama kwa hii madhabahu tena. Kwa sababu wakati hiyo groaning inaendelea ndio nahubiri hapa na anointing. Nasikiaga siko, I am not myself. So those servants, they better not even come. Sasa mimi naona watu wananiangalia, wanaangalia mtumishi. Wanafikiria vile nilitoka nilienda kumsema. Lakini mimi sikwenda kumsema. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilienda kumsema kwa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na hapo sasa Mungu akaalao. So intercessors, I want to encourage you. Kama uko na kilio cha Bwana, endelea kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kufanya kile Mungu. Na Mungu amenituma hapa na nasikia kile Mungu anataka kufanya hapa ni kuinua waombezi watakao kuwa wanalia kwa haya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Manabii watakao kuwa wanaachilia neno la Bwana kwa sababu ya hiki kizazi. Simama mahali ulipo. Kwa sababu I feel the Lord wants me to release something in this altar. And I already feel the presence of God. Kuna waombezi wamepigwa vita sana hapa. Lakini Mungu anataka kuwatuma mataifa. Lakini kwa sababu mmesikiza maneno ya wanadamu mliacha kuomba. Saa zingine unaamshwa hata usiku hauombi. Unalalaga mpaka asubuhi. Wakati vijana wetu wanashikwa huku nyuma wamekuwa homosexuals. Na wewe unapata usingizi unalala. Sharaya zirianta. Unalala usiku wote. Wakati watu wetu wanakufa kwa maji, bado hauna uchungu. Where are the intercessors in this altar? Ni nani hao Mungu anataka? Aliwatuma hapa ili wasimame na mtumishi wa Bwana, lakini waliondoka kwa kazi yao. Na ndiyo safari inakuwa mrefu. Akina nani hao? Kama unajua wewe ni muombezi, kuja hapa mbele. Kama ulitumwa hapa na ukaambiwa nimekutuma hapo uende ukasimame na mtumishi wa Mungu, tokea hapa mbele and start crying to God, because I feel the Lord wants to restore. Mungu anataka kurejesha kitu ambacho kiliondoka ndani. Hicho kilio chake. Shanaya ziribia. Ria. Shanaya zaribianta. Run to Jesus. Come here and cry. Connect yourself to this altar again. You have disconnected yourself kwa sababu kuna kitu kilikufanyikia. Ukasikia mimi sitaki kufanya hii kazi tena. Bwana anataka kukurejesha. Bwana anataka kukurejesha tena. Kwa sababu Yesu anarudi. Hiyo ndio kazi yenye Mungu alikuita ufanye, lakini umeondokea. Na ndio maana unapigwa vita. Ndio maana mambo yamekuwa mazito. Wako wapi waombolezaji? Wamama wajuao kulia, wazee Yeremia, kwa sababu waombezi sio wamama peke yao. Wazee wajuao kulia, walie mbele za Bwana. Ria shekeaza. Inua hata wewe mikono mahali ulipo. Wengine wenu Mungu ananiambia hamjijui, lakini ninawaona kama waombezi, lakini bado hamjajijua. Inua mikono. Kama unaweza piga magoti, piga tu magoti, kwa sababu there will be a visitation here of the Lord. The Lord is calling you back. Cry to him. Mwambie Baba, niweke mzigo wako. Baba, fanya kichwa changu kijae maji, nilie usiku na mchana. Cry to the Lord. Father, restore your children. Father,
Remember mercy. Remember mercy, Lord. Remember mercy. Kuna wengi ulituma, Yesu walilala, walisahau na ile kazi uliwaitia Baba, na walilia. Remember them. They have been wasting time, thinking there is time, Lord, but the kingdom of God requires haste. The trumpet may sound any time. Restore. The tears of Jesus are flowing when Africa has become like Sodom and Gomorrah. Itafanya ghadhabu ya Bwana ianguke. Mungu alitoa